Hekima ya kale, teknolojia ya leo. Jinsi ya kutumia AI katika kazi, biashara na imani. Karibu kwenye mfululizo huu wa masomo ya AI kutoka KKKT Digital. Lengo la mafunzo haya ni kukuwezesha kutumia teknolojia ya Artificial Intelligence AI sio tu kama kijiwe cha maswali, bali kama msaidizi mwenye akili, intelligent assistant katika kazi, imani na biashara zako. Katika masomo haya, tutatumia mifano ya AI maarufu kama Gemini kutoka Google, ChatGPT kutoka OpenAI na Claude kutoka Anthropic. Mwishoni, tutakupatia bonus ya somo la matumizi ya Caffeine AI kwa developers wanaohusika na ubunifu wa tovuti mbalimbali, yani web and app designers. Kwanza kabisa, tuanze na utaratibu wa kupakua na kusimika apps hizi za AI katika simu au kompyuta yako. 1. Google Gemini, rahisi zaidi kwa watumiaji wa Android. Gemini ni AI kutoka Google. Faida yake kubwa ni kwamba inajua mambo mengi ya sasa hivi, real time information, kwa sababu imeunganishwa na injini ya utafutaji ya Google. Kwenye simu, Android au iPhone, pakua app. Ingia kwenye Play Store, Android au App Store, iPhone na utafute Google Gemini. Ingia. Login. Fungua app na uingie kwa kutumia akaunti yako ya Gmail. Anza kutumia. Gusa sehemu ya kuandikia, text box, na uandike prompt yako ya kwanza. Kidokezo. Kwenye simu, unaweza pia kutumia sauti kwa kugusa alama ya mikrofoni. Kwenye laptop, fungua kivinjari chako, Chrome, Safari au Edge. Tembelea tovuti ya gemini.google.com. Ingia na Gmail yako na uanze kuuliza maswali. 2. ChatGPT, inayofahamika zaidi duniani. ChatGPT kutoka kampuni ya OpenAI ni nzuri sana kwa kutafsiri lugha, kuandika hotuba na kuchambua maandiko marefu. Kwenye simu, Android au iPhone, pakua app. Tafuta ChatGPT kwenye Play Store au App Store. Hakikisha inatoka kwa kampuni ya OpenAI. Jisajili, sign up. Unaweza kutumia Gmail yako au namba ya simu kujisajili. Matumizi. Unaweza kuanza mazungumzo mapya kwa kubofya alama ya plus au kuandika moja kwa moja. Kwenye laptop, tembelea chat.openai.com. Ingia na akaunti uliotengeneza. Faida. Kwenye laptop, unaweza kuupload, kupandisha mafaili kama PDF ya tafiti mbalimbali, sheria za nchi na kumwambia AI akufanyie muhtasari. Claude, bora kwa uandishi wa kitaalam. Claude kutoka kampuni ya Anthropic inasifika kwa kuwa na lugha ya ubinadamu zaidi na ni makini sana katika kufuata maelekezo magumu. Kwenye simu app, tafuta Claude kwenye App Store au Play Store. Jisajili. Tumia barua pepe yako, email kujiunga. Claude inaweza kuhitaji uthibitishe namba yako ya simu. Kwenye laptop, tembelea claude.ai. Ni nzuri sana kwa kuandika ripoti za sheria au mipango ya biashara, business plans, kwa sababu uandishi wake haufanani na machine sana. Mambo muhimu ya kuzingatia. Internet. Zana hizi zote zinahitaji MB, data, ili kufanya kazi. Usiri, privacy. Usiweke siri zako za kibenki au nywila, passwords, ndani ya AI. Kumbuka, AI inajifunza kupitia kile unachoiambia. Uhakiki. AI inaweza kukosea, hallucinate. Daima hakiki mstari ya Biblia au vifungu vya sheria ilivyokupa kabla ya kuvitumia kwenye jambo rasmi. Baada ya utangulizi huu, sasa tuko tayari kuanza masomo yetu. Somo la kwanza ni kuhusu prompt engineering ya Tanzania. Mfanyakazi wangu ameacha kazi bila kutoa taarifa ya mwezi mmoja. Nieleze hatua za kisheria ninazoweza kuchukua kulingana na sheria ya ajira na mahusiano kazini. Toa jibu kwa lugha rahisi na taja vifungu husika. Mfano 2. Kidini.
Prompt: wewe ni mwanateolojia wa kanisa la Kilutheri. Tayarisha mpango wa somo la ibada ya asubuhi kwa ajili ya wafanyakazi wa ofisini. Somo lihusu uaminifu mahali pa kazi. Tumia mstari mmoja kutoka Biblia na utoe maombi mafupi mwishoni. Mfano 3. Ujasiriamali. Prompt: wewe ni mshauri wa biashara. Nataka kuanzisha mradi wa kufyatua matofali mkoani Pwani. Nisaidie kufanya uchambuzi wa SWOT kwa kutumia Balanced Scorecard. Wasilisha majibu yako kwenye jedwali. 5. Mbinu ya Few Shot Prompting. Hii ni mbinu ya kumpa AI mifano michache ya ya utambulisho kabla ya kuanza kuzungumza naye. Fikiria AI kama mwigizaji stadi sana aliyepo jukwani. Anaweza kucheza nafasi yoyote, lakini mpaka umwambie yeye ni nani, atabaki kuwa mtu wa kawaida tu. Unapompa AI persona, unaibadilisha kutoka kwenye hali ya kuwa machine inayojua kila kitu kidogo na kuifanya iwe mtaalam anayejua jambo moja kwa undani. Kwa nini ni muhimu? Lugha inabadilika. Ukimwambia AI awe mwalimu wa chekechea, itatumia lugha rahisi na mifano ya picha. Ukimwambia awe mwanasheria wa mahakama kuu, itatumia lugha rasmi na vifungu vya sheria. Hekima inaongezeka. AI inapovaa persona ya mchungaji mwenye busara, majibu yake yatakuwa na unyenyekevu na faraja, tofauti na AI inayojibu kama mchambuzi wa takwimu. Mfano wa maisha ya kawaida. Ni tofauti kati ya kumuuliza rafiki yako wa mtaani, nifanye nini niumwapo kichwa, na kumuuliza daktari aliyevaa koti lake jeupe swali hilo hilo. Daktari, persona, atakupa majibu ya kitaalam kulingana na uzoefu wake, wakati rafiki anaweza kukupa jibu lolote. Persona engineering inahakikisha AI inakujibu ukiwa umevaa koti la utambulisho unaohitaji. Watu wengi huuliza maswali mafupi kama, nipe sheria ya ndoa Tanzania. Hii inampa AI nafasi ya kubahatisha. Badala yake, tunatumia mfumo wa RTC, Role, Task, Context. Usimpe AI swali, mpe AI kazi na utambulisho. Mazoezi, hands on. Jaribu kuandika prompti hizi kwenye Gemini au ChatGPT. Prompti ya sheria, Tanzania. Wewe ni mwanasheria mbobezi wa Tanzania. Role: tafadhali nifafanulie vipengele muhimu vya sheria ya makosa ya mtandao, Cybercrimes Act 2015. Task: kwa ajili ya vijana wa kanisa wanaotaka kuanzisha blog ili waepuke matatizo ya kisheria. Context: prompt ya kidini, KKKT. Wewe ni mwalimu wa shule ya Jumapili wa KKKT. Role: niandikie muhtasari wa somo la dakika 15 kuhusu upendo wa Kikristo. Task: kwa watoto wenye umri wa miaka 7 hadi 10, ukihusianisha na mazingira ya Kitanzania. Context: prompt engineering, uhandisi wa maelekezo, ni sanaa na sayansi ya kubuni, kuandika na kuboresha maelekezo, prompts, unayompa AI ili kupata majibu yenye usahihi wa hali ya juu. Fikiria AI kama msaidizi mwenye akili sana, genius assistant, lakini asiyejua lolote kuhusu mazingira yako mpaka umweleze. Ukimpa maelekezo ya juu, atakupa majibu ya juu. Ukimpa maelekezo yaliyofanyiwa engineering, anakupa majibu ya kitaalamu. 2. Kwa nini prompt engineering ni muhimu? Huokoa muda. Badala ya kuuliza maswali 10 ili kupata jibu moja sahihi, unajifunza kuuliza mara moja na kupata unachotaka. Huongeza usahihi. Inazuia AI kudanganya, hallucination, kwa kuipa mipaka ya wazi. Hufanya AI iwe ya kwako. Inakuwezesha kuifanya AI iongee kama mchungaji, mchambuzi, daktari, mwanasayansi, mwanasheria wa Tanzania au mhasibu wa biashara yako. Ufanisi wa gharama. Kwa watumiaji wa kulipia, unatumia tokens chache kupata matokeo makubwa. 3. Mbinu, techniques za kuandaa prompt bora. Ili uwe mhandisi mzuri wa prompts, tumia formula ya CRE. Inaweza kutunga sheria au mstari ya Biblia isiyokuwepo
kama hutaipa maelekezo ya wazi. Katika somo hili, tutatumia mbinu ya limit and cite. Mazoezi. Tumia mifano hii kuona tofauti. Prompti ya ujasiriamali. Nisaidie kuandaa mpango wa biashara wa kufungua duka la vifaa vya ujenzi Mbeya. Tumia takwimu za soko la Tanzania na hakikisha unataja vigezo vya kodi kutoka TRA. Usizidishe maneno 500. Prompti ya Biblia. Nisomee mstari 3 kutoka kitabu cha Zaburi inayohusu amani wakati wa majaribu. Eleza tafsiri ya mstari hii kwa kuzingatia mafundisho ya Kilutheri na nukuu namba ya mstari na sura. Prompti ya ndoa na mahusiano. Wewe ni mshauri wa ndoa mwenye misingi ya Kikristo na ufahamu wa sheria ya ndoa ya Tanzania ya mwaka 1971. Nisaidie kuelewa hatua 3 za kufuata ili kutatua mgogoro wa kifamilia unaohusu mali za urithi. Toa ushauri wako ukiegemea mstari ya Biblia kuhusu amani na taja kifungu kimoja cha sheria ya ndoa kinachozungumzia mali. Prompti ya usalama mitandaoni. Wewe ni mtaalamu wa usalama wa mifumo ya kompyuta. Nielekeze kwa lugha rahisi sana jinsi ya kutambua kama link niliyotumiwa kwenye WhatsApp ni ya utapeli au ni halali. Toa vidokezo 5 vya usalama na usizidi maneno 150. Prompti ya magonjwa na tiba. Wewe ni mtaalamu wa afya ya jamii. Nieleze kwa ufupi dalili 5 za awali za ugonjwa wa kisukari na namna ya kubadili mfumo wa maisha ili kuupunguza. Tumia mwongozo wa Shirika la Afya Duniani WHO au Wizara ya Afya ya Tanzania kutoa maelezo haya. Mwishoni mwa jibu lako, weka angalizo kubwa kuwa mimi lazima nifike kituo cha afya kilicho karibu kwa vipimo rasmi. Prompti ya sayansi ya kompyuta. Wewe ni mwalimu wa somo la TEHAMA. Nieleze maana ya dhana ya the cloud katika utunzaji wa taarifa. Ili nielewe vizuri, tumia mfano wa maisha ya kawaida kama vile maktaba ya kijiji au store ya chakula. Eleza faida 2 za kutumia cloud kwa mfanyabiashara mdogo nchini Tanzania.